Basi tuliishia hapa. Kuna kitu ambacho kinaonekana haikuweza kutoka huko juu mawinguni, kikishuka kwa spidi. Wakati huo wakazi wa kijiji walikuwa wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Wavuvi walikuwa ziwani wakivua huko. Ghafla kitu hicho kilitua katika kijiji hichi. Tetemeko la ardhi la kufa mtu. Basi libidi wana kijiji kuweza kukimbilia huko hicho kitu kilipoweza kuangukia huko. Kila mmoja alishikwa na butwaa. Ni nini? Wote ni kuelekea huko hicho kitu kilipoweza kutulia. Maana ni tetemeko la kufa mtu. Kitu chenyewe tunaona ni hichi hapa. Bwana, ni bonge la jitu la kutisha. Limetokea huko mawinguni. Si mchuzi, si mchezo. Linatisha kweli kweli. Lina mapembe. Wakati huo yule mvuvi alikuwa akiweza kujiburuta. Sijui kilichomkuta ni nini. Baada ya kiumbe hichi kuweza kutua hapa kijijini. Sasa anajivuta kutoka huko ziwani. Kuna nini? Nini kimekukuta? Alikuwa ni nafsa. Akaambiwa hakikisha usizungumze kwa sauti. Kiumbe akitaki kelele. Bwana alishakishuhudia. Sasa kwa nini? Alipiga sauti, ondoka! Alishakata tamaa ya kuishi bwana. Binti Nafisa alikimbia. Kiumbe chenyewe ndio hichi. Bwana kinatisha. Iko na bonge la upanga. Jamaa anajiburuza. Basi umepiga kelele. Yaani hichi kiumbe hakitaki kusikia kelele yoyote. Hakipatani na kelele. Jamaa anakitizama. Ile kiumbe lenyewe linamshangaa tu. Nafisa alikuwa amejificha kwenye mti anaangalia. Huyu jamaa alichinjwa kikatili mno. Nafisa kaziba mdomo. Bali ambiwa na huyu jamaa kabisa, hicho kiumbe hakitaki kelele. Mtu wa kwanza huyo kaenda. Baada tu ya hichi kiumbe kutua katika hichi kijiji. Sasa wana kijiji ni kuandamana kuelekea huko maeneo ya ziwani. Kila mmoja anatokea na njia yake. Huyu kabeba mtoto huko. Maana ni jambo geni ambalo limewashtua wote katika kijiji kizima. Kuna huyu binti hapa, mdogo wake na Ofoi. Alimkuta huyu jamaa amechinjwa kikatili. Wana kijiji wamefika. Lakini binti aliambia njoeni huko. Hebu twendeni huku. Kuna mganga huenda atatuambia ukweli. Ni nini ambacho kinaendelea kwenye hichi kijiji? Na ni ugeni gani huo? Paka tetemeko la ardhi. Na mwana kijiji wa kwanza kashauawa. Wote mbidi wamfuate mdogo wake na Ofoi. Huku Nafisa anakimbia. Alichokiona kinatisha. Bahati mbaya kwenye kukimbia kanyaga mdoli. Mdoli akapiga umluzi kifilimbi. Hicho kiumbe hakitaki kelele yoyote. Nafisa akaona, Mungu wangu nimeisha. Nataka kusogea. Ze baba huyo hapa hataki kelele. Ndio maana filamu inaitwa The Quiet Village. Hataki kelele. Yaani anataka utulivu kijiji kizima. Yuko na bonge la panga. Nafisa ametulia hapo hapo. Hajisogezi wala apumui. Jamali na mnusa. Wewe ndio umeniita. Ukipiga kelele ndio umemuita. Anakuja saa hiyo hiyo. Bado mdoli anaendelea kupiga kafilimbi hapo. Yuko chini. Kafilimbi kanalia. Kumbe kelele inatokea hapa chini. Alimnyanyua yule mdoli huyo kiumbe. Wewe ndio unanipigia kelele, mimi unanibuguzi. Linafuata mlio tu, atakuona alioni.
alikata kichwa ule mdoli. Toa! Huyu mwamba ana huruma hata kidogo. Nafisa hajigusi. Yaani hapo hataki jamba tu. Kafa. Jamaa kamaliza kazi yake. Nafisa mbele. Jamaa kageuka. Kuna mwingine alioniita. Sasa huku wanakijiji wote ni kwenda kwa mganga, wakiongozwa na mdogo wake Ofowi. Mganga yuko hapa. Ametulia kwenye maskani yake. Wanakijiji wanahitaji kujua yaliyojiri kwenye kijiji chao. Tayari mwanakijiji mmoja kashakufa. Mama, akaambia tulia. Something. Amia kuna kitu fell from the sky. Kimetoka huko mawinguni. It is horrible. Ni kitu cha ajabu. Terrifying. It looks like a monster. Yaani ni kiumbe cha ajabu, ni tuseme ni shetani. Does not like noise. Hapo anazungumza mganga yenyewe alichinjwa. Kichwa kimeenda. Wewe, kuna aliyebaki. Wache mtoto mwenzako akimbie wewe. Habaki anangoja nini? Kila mtu ni kuchanganya miguu mbele. Hakuna kubaki. Huyu ni wa pili. Mwanakijiji wa kwanza kauawa. Mganga naye kauawa kabla hajamaliza kutoa umbea. Kila mtu ni kukimbia. Mansa pamoja na kaka yake na mdogo wake walijificha hapa. Mzee baba huyo hapa. Yaani nimekwambia hapo hata ukijamba likikusikia tu umekufa. Sasa mdogo wake Mansaka kanyaga kitu hapo chini. Jamaa linanguruma akamwambia tulia hapo hapo. Huyu hataki kelele. Nakwambia hili likiumbe alitaki kelele kabisa. Linaunguruma. Nikitafuta kelele inatokea wapi? Lenyewe halioni. Linafuata kelele. Sasa ninasikilizia mlio huu umetokea upande gani? Huko na bonge ya panga. Mansana kaka yake wametulia. Dogo naye yuko upande wa pili hapo katulia. Kwenye mchikichi. Braza anamwambia tulia hapo hapo. Usibanduke. Sasa hili kiumbe linaondoka. Nafisa alikuwa kwa mbali akamwambia usiongee. Yaani hamna yoyote kuropoka hapo wala kutoa mlio wowote. Dogo naye akaambiwa tulia. Usije ukatoa sauti yoyote. Dogo mara mawenge. Huyo na njia. Ile kiumbe likaanza kumkimbiza. Umeniita. Sasa Nafisa anafukuzia kwa upande wa pili. Wakati huo mfalme huyu hapa. Mfalme wa kijiji wakati huo anaitwa machifu. Chifu! Kuna kiumbe cha ajabu kimeingia katika kijiji. Hebu tuliza pressure basi unieleweshe vizuri. Na akitaki kelele. Mara saa hiyo amefika. Kiumbe anakuambia anafuata sauti tu. Haya. Yuko kwa chifu. Binti alipiga ukunga. Pale pale alichinjwa. Kiumbe hataki utani. Wakati huo Akoto kukutana na dada yake huku ambaye ni Nafisa. Ni nini? You cannot imagine what I witnessed today. Yali kweli leo tumeponea chupuchupu. Some monster in the village. Hichi kitu kilichoweza kuingia katika hichi kijiji hakina huruma. Lazima tumtafute mchungaji. Ni shetani. What? You know? Ambia hata mimi nimeona na nimeshuhudia na ninajua kinachoendelea hapa kijijini kwetu. And you didn't tell me. I'm
Sasa tutaishije? I think my brother. Wewe ni kaka yangu, hebu nishauri. We have to fight this priest. Inabidi tumtafute mchungaji Of the monster. haje kumwaga maombi juu ya hili lishetani lililoingia kwenye kijiji ambalo litaki sauti yoyote wala kelele. Labda ni adui aliyotumwa kusambaratisha kijiji chetu. Hako tu anasema sijui. Okay. Labda ni ripoti ili swala. Okay. Be safe. Alright. Please take it. Kwa mfalme. I will. Ambia akili kuwa makini kaka yangu. Hako to. Ambia sawa. Na uwe salama. Na afisa. Hicho kiumbe ni tishio. Na ni hatari kubwa katika kijiji. Mesi papa. Kiukweli lile kiumbe ni likubwa. Nabu. Likubwa kweli kweli. Tunaye. Sasa wanaongea huko wamesahau kwamba itakiwi sauti au mlio wowote. Kaka, je, tutafanyaje? I am thinking right now, okay? I can't get my head straight. Ndio nafikiria sasa hivi, naumiza kichwa. Talk. We shouldn't move. No breathe. Yaani na maana hakuna kuema, hakuna kutembea, hakuna kuzungumza. Ndio maisha gani? Mara ile kiumbe limefika hapo. Wewe. Linatisha kweli kweli. Sauti tu ndio inayomuita. Meniita. Hakuna anayejigusa. Jiguse uone. Panga kwa panga. Watu ni kujiziba pumzi. Ninaunguruma kwa hasira. Kwani nimesikia kama nimeitwa hapa nichukue roho ya mtu, halafu ukimya umetawala. Sasa anafuata sauti. Kitakachotoa sauti anacho. Kaka mtu anambia usiongee chochote. Koso panga lichuchumaa chini. Hati yake alikwepa afu akanyamaza. Panga lijakata kitu. Kiumbe likaona hapana. Hapa kuna alioniita likaondoka. Ni tatizo katika hichi kijiji. Wala si mchezo. Sasa nendeni ndani. Nendeni ndani maana imeshakuwa balaa. Kaka mtu ilibidi waongoze wadogo zake waingize kuingia ndani. Mahali kiumbe halina mchezo hata kidogo. Sasa wakati huo Ofowi alikuwa na mdogo wake hapa. Wakati huo bibie Ejiwa ndo amefika, alitupa kuni zikapiga kelele. Kaambia ndo mapigo gani? Mdogo mtu akamwambia mmesahau kwamba itakiwi kelele. Mlio wote ule ni hatari. Wakati Ofowi anashuka kwenye ngazi alianguka vibaya na mgongo. Na alipiga kelele ui. Lile kiumbe lilisikia limekuja. Hapo hapo kimya ulitawala. Hema uone. Ofowi alijiziba pumzi. Lile kiumbe linanusa. Ni nani aliniita? Linanguruma tu. Ilibidi Egiwa pamoja na mdogo wake wamsaidie kaka yao Ofowi. Tena taratibu kabisa bila kutoa mchakacho wowote. Hili kiumbe linatafuta aliyemuita. Hii sauti imetokea wapi? Hasikii chochote tena. Basi mkamate vizuri. Wakionyeshana kwa ishara. Walimvuta nusu akatwe kichwa. Kino walimvuta mguu. Jamaa limekosa panga la kwanza. Yaenda kama umetenguka lazima hapo usimame. Linaendelea kuunguruma. Liliwazunguka wote. Egiwa, Ofowi na mdogo wao wa mwisho. Lakini alikusikia chochote tena. Basi lilibidi liondoke hilo likiumbe. Ilikuwa ni hatari ya kufa mtu kwenye familia ya Ofowi. Na Ofowi tayari ameshatenguka kiuno. Ilibidi ndugu zake wamsaidie. Basi nilikwambia usisahau
Hii hapa ilikuwa ni sehemu ya pili.